Ufunuo wa Yohana sura ile ya 3 na mstari wake wa 10 hadi wa 11. Aliyepata anaweza kusoma. Kwa kuwa umelishika neno la subira. Kwa kuwa umekubali kuvumilia na kulishika neno. Mimi nami nitakulinda. Mimi nami nitakulinda. Utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote. Utoke katika saa iliyo tayari ya kuharibika inayokuja kuujilia ulimwengu. Kuwajaribu wakaao juu ya nchi. Kuwajaribu ama kuwapima wakaao juu ya nchi. Naja upesi. Anasema anakuja upesi. Shika sana ulicho nacho. Shika sana ulichokuwa nacho. Asije mtu akaitwaa taji lako. Asije mtu akaichukua taji yako. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Anasema shika sana ulicho nacho, asije mtu akaichukua taji yako. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Utashika sana kitu wakati ambapo unatambua kuwa una kitu. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kama unatambua kuwa una kitu, ndipo utaweza kushika sana. Lakini kama hujajua kuwa una kitu, hautaweza kushika. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Lakini unaweza ukashika sana kitu pale ambapo utajua kuna wengine wanakihitaji na hawawezi kukipata. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. So kama hautajua kuna wengine wanakihitaji, hautakishika sana. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini utakishika sana kitu pale utakapojua kikipotea gharama yake namna ya kukipata ni kubwa, ndio utashika sana. Amina. Hajasema shika ulicho nacho. Amesema ya kwamba shika. Shika sana ulicho nacho. Nini unacho? Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Ukishika kilegevu, adui atakitwaa. Akisha kitwaa, hata kubali kukirudisha. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Una amani. Amina. Kabisa. Anasema shika sana. Nini ulicho nacho? Utashika sana ndoa yako kwa sababu utaijua ikipokonya hautaipata tena. Amina. Utashika sana mume wako, utashika sana mke wako wakati utajua wengine wanatafuta na hawapati. Utashika sana mtaji ulio nao. Amina. Kwa sababu unajua ukipotea haupati tena. Amina. Utashika sana kazi unaoifanya. Amen. Wakati utajua ikipotea huipati tena. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Yesu anasema aliye nacho ataongezewa, asiye nacho hunyang'anywa hata kile alicho nacho. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Kuna majira, kuna kitu unacho, lakini wewe hujajua kama unacho, hivyo huwezi kushika, huwezi kukamata. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kama hautajua thamani yake, thamani ya wokovu ulio nao, huwezi kuushika. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini laiti kama ukijua wachawi wanapata shida kwa sababu ya huo wokovu ulio nao, utaushika sana. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wakati utajua thamani ya maombi, utayashika sana. Kama hautaelewa thamani ya maombi, huwezi kuyashika. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Amina. Una amani kabisa. Amen. Nataka kitu uelewe. Yesu anaposema shika sana ulicho nacho, wakati ambapo anasema aliye nacho anaongezewa,
Yule aliye nacho ni kwamba amejua anacho, ndiyo maana anaongezewa. Lakini kuna mtu anaweza kawa na kitu lakini hajui, anapokonywa. Halo. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ukishajua thamani ya wokovu wako, huwezi kuacha kibaka akautwaa akaondoka nao. Huwezi kuacha mtu kwa uregevu anguke. Huwezi kuacha adui ya kupige kwa wepesi. Halo. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tusome Biblia kwenye kitabu kile cha Mwanzo. Mwanzo sura yake 25 mstari wa 29, anzia pale. Mwanzo 25 mstari wake wa 29, anzia hapo kusoma. Yakobo akapika chakula cha dengu. Yakobo akapika chakula cha dengu. Esau akaja kutoka nyikani. Esau akaja kutoka nyikani. Naye alikuwa amechoka sana. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile. Kwa kuwa ninadhimia mimi. Kwa hiyo walimuita jina lake Edomu. Kwa hiyo Esau akaitwa jina lake nani? Edomu. Aha, endelea. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Wa nini? Wa kwanza. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wakati ambapo adui unamwendea, usipokuwa na ufahamu, utaondoa haki yako ya uzaliwa wa kwanza. Amen. Wakati utasikia njaa, usipokuwa na ufahamu, utaondoa neema ya upako ambayo Mungu ameweka ndani yako. Amina. Aha, endelea. Esau akasema, tazama, mimi ni karibu kufa. Mimi nipo karibu kufa. Itanifaa nini haki hii ya uzazi? Yakobo akamwambia, uniapie kwanza. Naye akamwapia. Akamuuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Ya uzaliwa wa kwanza kwa sababu ya nini? Ya njaa. Aha. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha dengu. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha dengu. Aha. Naye akala akanywa. Kisha akaondoka akaenda zake. Wakati haki ya uzaliwa wa kwanza imefanyaje? Imechukuliwa. Halo. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna majira adui anaweza akaja kwenye maisha yako, anatazama kile ambacho ni kidhaifu kwenye maisha yako, anaweza kusema, wewe Yesu atakusaidia nini? Huyu Yesu atakuokoa wapi? Hebu tufanye hivi, tukaharibu pale, tutengeneze kwa mfumo huu. Wakati unatoka pale, moyo wako umefurahi, umeshangilia, lakini haki ya wokovu imeondolewa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So kuna majira unapaswa uelewe ya kwamba shika sana ulicho nacho. Amina. Shika sana ulicho nacho. Anaweza kuja kahaba mbele yako, akaondoa ulicho nacho. Anaweza akafika muhuni mbele yako, akaondoa upako uliokuwa ndani yako. Amen. So wakati utatoka unashangilia, anakupatia 1,000, 50,000, 100,000, lakini utakapotoka pale, upako Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Neema ya wokovu ambayo Yesu alifia msalabani kwa ajili yako imefanyaje? Halo. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Aha, umemaliza. Endelea kusoma. Hivyo Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Hivyo Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Halo. Amina. Hicho ndicho ambacho anasema shika sana
Haijalishi uko jangwani, shika sana Yesu. Haijalishi uko wapi, unapitia kwenye mazingira gani, kamata sana. Amina. Usimwache aende zake. Amen. Maana huyo ndiye uzima wako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Shika sana utakatifu ulio nao, maana ukija kupotea utautafuta. Amen. Na wakati utautafuta kama Sauli mfalme, hautaupata. Amina. Hautaupata. Saa inakuja ambalo nasema atakuja kuwajaribu wakao juu ya nchi.